Bwana mjuzi, leo kupitia ujuzi kazi tunataka tukufahamishe yale ambayo uyafahamu kuhusiana na ndege aina ya tai. Wengine tumezoea kumuita eagle. Bwana, kitu cha kushangaza kuhusu tai bwana wana uwezo wa kuona mbali sana kwa usahihi mkubwa ambao unakadiriwa kuwa zaidi ya mara 4 mpaka mara 8 ya ubora ambao anaweza kuona binadamu. Hii inamwezesha kuona mawindo kutoka umbali mkubwa, kama vile kuona sungura wadogo akiwa umbali wa zaidi ya kilomita 3 akiwa angani. Tai wana miguu yenye nguvu na mdomo wa hooked beak ambao umeundwa mahususi kwa ajili ya kuwinda na kupasua nyama. Mikono yao inaweza kutoa nguvu ya zaidi ya pound 400 kwa kila inchi mraba, sawa na kushika na kubana kitu kwa nguvu sawa na ile ambayo nguvu anaweza kuitoa simba. Kwa mfano, tai wa dhahabu golden eagle yeye anajulikana kwa uwezo wake wa kubeba mawindo mazito kama mbuzi wadogo na wanyama wadogo, anaweza kuwabeba na kwenda nao angani. Lakini tai bwana, upana wa mabawa yao ni kitu pia cha kushangaza. Bwana, tai anaweza kutofautiana kutokana na aina ya tai, lakini kuna tai ambaye akitanua mabawa yake inaweza kufika miguu 5 mpaka miguu 7 kulingana na aina ya tai. Lakini tai mwenye upana mkubwa zaidi duniani, mwenye upana mkubwa wa mabawa yake zaidi duniani ni Andes Condor, ambaye yeye mabawa yake akiyatanua yanaweza kufika mpaka miguu 10 ya binadamu. Bana, wakati wa kuwinda tai anaweza kuanguka kwa kasi ya zaidi ya maili 100 kwa saa. Mfano wa kuvutia ni tai wa Peregrine Falcon, ambaye yeye anajulikana kuwa ndege mwenye kasi zaidi duniani, ambaye yeye alifikia kasi ya maili 240 kwa saa wakati anashuka kutoka juu kuja chini kwa ajili ya kunasa lile windo lake ambalo tayari alikuwa ameliweka kwenye target. Bwana, kitu kingine, aina nyingi za tai wao huunda mahusiano ya kudumu na kushirikiana katika kulea watoto. Mara nyingi tai hutumia kivuli kimoja mwaka baada ya mwaka, huku akiongeza na kuwa na ukubwa zaidi. Bana, kitu kingine kulingana na maajabu ambayo usiyofahamu kuhusiana na tai, tuangazie milo yao. Bana, kulingana na aina ya tai wanaweza kula samaki, mamalia wadogo, yani wale small animal, ndege na hata wanyama wakubwa ambao wamekufa. Lakini bwana, tai wanapatikana kwenye mabara yote isipokuwa bara la Atlantika, na wanaishi katika mazingira mbalimbali kama vile misitu ya mvua, milima mirefu, nyasi za savana na maeneo ya pwani. Mfano, tai wa Afrika Kusini wao wenyewe huishi kwenye misitu minene ya Afrika Kusini na Afrika ya Kati, lakini pia wakivutia kwa ukubwa wake na uwezo wa kuinda wanyama wakubwa. Hao ndio tai wa Afrika ya Kusini ambao ni maarufu kwa kuinda wanyama wakubwa, lakini pia wao wana miili mikubwa. Hayo ndio usiyojua kuhusiana na ndege aina ya tai. Mimi naitwa Laurent Fanuel. Makala hii imeandaliwa na Taji Nzogera kutoka Ujuzi Kazi. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii kwenye Instagram, Facebook pamoja na X, lakini pia TikTok kwa jina moja tu la Ujuzi Kazi. Lakini pia hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya YouTube kwa ajili ya kuendelea kupata taarifa na mambo mbalimbali ambayo uyafahamu kutoka kwetu Ujuzi Kazi. Asante, mpaka wakati mwingine.